warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu Muislam, tuko ndani ya Risala TV 10 kikiwabarishia tukuletea matokeo haya na yale ya mapokezi makuu ndani ya jiji letu la Durban City nchini Afrika Kusini, katika ziara hii ya kumpokea Sheikh wetu kipenzi nasi mwingine ni Sheikh Abdul Hamid ibn Yusuf. Amewasili ndani ya King Shaka Airport ndani mwa jiji la Durban City. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, karibu sana ndani ya jiji letu la Durban. Asante sana, tunashukuru sana. Naam Sheikh, naam Sheikh, tunashukuru kwa ujio wako. Waislamu walikuwa tukitamani kwa muda mrefu sana. Tunaambia nini? Kwanza safari ilikuwa ni nzito, lakini nikumbushe tu kwamba tuko katika amali za akhira, tuko katika vitendo vya akhira, na tariqu ila samai makhfufun bi ashwaq, njia kwenda mbinguni imetandikwa miba, lakini tariq ila dunia mafrushun bil urud, lakini njia duniani imetandikwa maua. Kila siku njia kwenda mbinguni ni nzito, ni ngumu. Kwa hiyo ule uchovu ambao tunaupata ule inshallah tunataraji Allah auweke kwenye mizani ya kheri. Naam Sheikh, uliwaandalia nini Waislamu wa jiji la Durban? Waislamu wa jiji la Durban kwa kweli nimewaandalia kwanza, kitu cha kwanza kuwa kitu kimoja, kuwa wamoja. Tukiwa wamoja na njia za kutupeleka kwenye umoja ambazo tumefili kwazo, kuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza, pindi tunakapo tofautiana ulimi, tujitahidi nafsi zisitofautiane. Yani kutofautiana kwa ulimi ni jambo lazima litakuwa, lakini tujaribu tusitofautiane kwenye vifua. Na ndio maana Musa nabii alipomuomba Allah tabaraka wa taala, jua rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Alipomuomba Allah amjalie awe na mwenzake Harun kwenda kufanya da'wa, alimuomba Allah ampe kifua kipana, kwa sababu lazima patakuwa tofauti ya ulimi na Harun, patakuwa tofauti ya uwinji. Tujitahidi tusitofautiane ndani. Na fi'lan walipoenda kufanya da'wa, ilifikiaga hatua Musa akamminya Harun mpaka Harun ambaye ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si, usini kogoti kwa ndivyo amemminya. Unaona hiyo ni tofauti, lakini kwa sababu vifua vyao vilikuwa vipana, waliendelea na kapa moja. Vifua vikiwa haviko vipana, lazima tutatofautiana kwenye ndimi, tutahamana, hatuika pamoja, tutachukiana. Hilo la kwanza. La pili, tukitofautiana lazima tutafautiana kwenye mambo khasa, mambo binafsi. Lazima tutakutana huko kwenye kafuyaji, tutafautiana. Tujitahidi sana tusitofautiane kwenye mambo ya jamii, tusilete mambo ya khasa, mambo ya sisi binafsi. Nimeenda mimi na wewe tumekutana huko, tumegombana kwa sababu labda ya jambo fulani, tusililete kwenye jamii, acha jamii tutaipasua. Allah amekataza hilo kwenye Qur'an. Hiyo ndio tatizo letu likubwa, tunaleta mambo kwenye jamii ya khasa, ya private, tunaleta kwenye jamii yanafika kuturudia jamii. Allah tabaraka wa taala amekataza hilo kwenye Qur'an, anasema واطيعوا الله والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Mtini Allah na mtume, msizozane. Hapa kuzozana ni kuzozana kwenye jamii, msizozane. Mkizozana mtakosa baraka, na mkikosa baraka wasbiru. Allah anasema subirianeni. Maana yake hii ya pili ni ule mzozo wa sisi binafsi, ule mzozo wa sisi binafsi. Tuvumiliane, tusilete kwenye jamii. Tukileta kwenye jamii tutakosa baraka na hatutafika kwenye jambo lolote. Naam, sisi tunashukuru Sheikh wangu. Kwa hiyo karibu na Risala TV 10 utapata matokeo yote na ziara yote ya kidawa ndani ya nchini mwetu Afrika Kusini. Mimi ni Juma Ibn Saleh nikiripoti kutoka ndani ya Risala TV 10 nchini Afrika Kusini. Sheikh, tunashukuru sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.